Naam, karibu tena mtazamaji katika sehemu yetu ya mwisho kwenye ile mizani ya wiki. Kumbuka kitengo hiki huwa uangalia kunaendelea nini katika jamii. Ana majina mazuri sana, ningependa yeye mwenyewe ayataje namna ambavyo huwa ameyataja. Amenitajia hapa kidogo nikafurahika, kwa hiyo ningependa yeye mwenyewe atuelezee jina lake. Lakini ni msichana mwenye umri mdogo sana, amelelewa vizuri kiasi cha kwamba ana akili nzuri sana ya kunasa chochote kile ambacho anachofunzwa. Anakariri sana masuala ya mashairi, na wakati ambapo tunaelekea katika ile michezo ile ya watoto katika shule za msingi na hata shule za upili, ile michezo ya kuiga ambayo itakayofanyika kuanzia tarehe 6, basi yeye pia yupo kwenye michezo ile, na ndio maana leo tukasema wacha tualike wao, na mamake yuko hapa ambaye ndio anayemsimamia. Karibu sana dadangu, labda ungeanza kwa majina, unaitwa nani, unatoka wapi, uko darasa la ngapi? Karibu. Mimi naitwa Comfort Nyambure Tiang. Aha. Natoka Malaba. Malaba kule mwisho wa Kenya kwenye mpaka? Yes. Wacha? Yeah. Okay. Unasoma shule gani, labda uko darasa la ngapi? Nasoma Mtoto, niko class 4. Class 4. Habari ya masomo imekuwaje? Unapelekana vipi na masomo? Kwa sawa sana. Sawa sana kivipi? Unaanguka ama unafanya vyema kabisa katika masomo yako? Nafanya vyema sana. Unafanya vyema? Naam. Ulikuwa nambari ngapi labda katika muhula uliopita? Nambari kwanza. Ulishika nafasi ya kwanza? Sijawahi shika nambari la pili wala tatu tangu nianze shule. Comfort, karibu sana katika studio zetu. Mama, karibu sana katika studio. Labda ufahamishe watazamaji unaitwa nani na unatokea wapi? Naitwa Lucy Modhoni Etiang. Nina Busia. Ndio. Na ninafanya kazi Bungoma County. Aha. Mimi ni mwalimu. Ndio. Ninafunza college inaitwa Sangalo Institute of Science and Technology. Aha. Pia ni mhubiri. Ndio. Na ni mshauri. Mshauri. Tena mzazi. Mshauri na saha, kwa hiyo unasaidia watu kama ameanguka kwenye maisha mpaka anasimama. Kabisa. Vyema kabisa. Tuelezee kuhusiana na Comfort hapa ambaye yuko hapa. Ni mtoto wa aina gani? Comfort amekuwa mtoto wa baraka. Tangu wakati alizaliwa, tuliona pamoja na babake ya kwamba kuna kitu speciali ambacho kiko ndani yake. Katika kukua kwake hakuwa kama watoto wengi wa kawaida. Alikuwa anashika mambo haraka haraka hata akiwa mtoto mdogo. Wakati tulimpeleka shule akiwa miaka 3, walimu pia wakawa wana notice ya kwamba anashika mambo haraka haraka. Na tukiwa pia pale nyumbani alikuwa anasema mambo ya ndoto za ajabu sana. Naanza kusema yeye anataka kuwa neurosurgeon. Tunamuuliza neurosurgeon kama nani? Kama Ben Carson. Akikuwa kama miaka 4, 5 anatuambia ninunulieni vitabu zenye zinaongea kuhusu Ben Carson. So tukawa tunanunua Think Big. Amekuwa akisoma Gifted Hands. Ndio. Pia akiwa amekuwa akiitisha video aone Ben Carson. Na tumekuwa tukimnunulia. Inafika mahali anatuambia mama na dadi, mimi nataka kusafiri niende John Hopkins Hospital. Carson anafanya kazi. Unapata wakati mwingine tunashangaa kwa sababu labda sisi hata tuelewi mahali anapatikana. Ndio. So tunamwambia tuwe tulia, wakati wa Mungu utafika. Ndio. Mara nyingine anasema mimi nataka kusalimia rais na deputy president. Ndoto ambazo kama sisi tukiwa watoto kama yeye hatukuwa nazo. Labda nituseme nataka usalimia chief ama sub chief. Lakini ana maono zaidi ya hapo. Zaidi, hata unashangaa sasa njia gani itatumika kufikia president. Sasa tukawa tunamuuliza nao hii maono yatakamilisha aje. Akawa anasema nikiwa kwa shule na niwe kwa hizi michezo za drama na music na nikuwe number 1, nianzie pale sub county, niende county, region, nifike national. Kuna jinsi naweza kufikia rais. Tukamwambia basi jaribu. Akiwa miaka 5 akawa anajaribu pale huko kijijini huko wa Magoro. Ndio. Hiyo michezo ya zone akakuwa number 1, sub county, county ya Busia akawa number 1, akaenda region. Akaibuka number 1 akiwa miaka 5, meno haiku, alikuwa tu na mapengo mingi.
akawa naenda Mombasa competition na akaweza kupata number 5 nationally. So tukaona hapa kuna kipawa. Tutakuja hapo tuendelee. Labda Comfort, wewe mwenyewe umesoma hivyo vitabu vya Ben? Yes. Tuelezeni mtu aina gani Ben? Ben Carson ni neurosurgeon John Hopkins, but yeye na familia yake walianza chini kabisa cause mamake alidivorce na babake. Sasa wakaishi tu desperate life, ukiendelea tu kung'ang'ana, lakini Ben Carson alikuwa anashika mwisho kwa darasa, lakini kuna time alianza kwenda kwa library kusoma mabooks, akajikuta tu anakuja tu in front, yani number one hivyo. Yeah. Na katika safari yake endelea. Na yeye akaendelea tu hivyo, akaendelea kusoma ndo asikue nyuma. Walimu akaendelea kumadmire, wakataka sasa, alikuwa anataka pursue science. Sasa walimu akitaka kuanzisha project mpaka waanze na Ben Carson. Mpaka penye amefika saa hizi. Yes. Sasa Ben Carson ni nani? Neurosurgeon, a great neurosurgeon. Yeah. Kwa nini unajikuta uko hivyo? Ulifanya nini? Ni bidii ulionayo ama wewe mwenyewe ni ile utashi wako wa kutaka kusoma? Ni kitu gani kinakupa msukumo maishani? Mamangu na babangu hao ndio wanani influence sana. Wananiambia nisiwahi give up. Hata trainer wangu ananiambia, anaitwa Mr. Emaka Bernard, ananiambianga nisikuwe discouraged no matter what, nisikuwe discouraged. Hata mimi pia naweza kuwa kama yeye. Saizi mimi na perform poems zake, but mimi pia nataka watu wengine, nikikuwa mkubwa watu wengine wa perform poems zangu pia. Kwa hiyo kumaanisha ukiwa mkubwa pia utafika wakati unataka kuandika poem zako mwenyewe. Yes. Ngoja kwanza, lakini kabla tujafika huko, darasani unashirikiana vipi na walimu? Unashirikiana vipi na wanafunzi wenzako? Mnasaidiana vipi? Tuko tu sawa. Kama mimi nikiwa na shida mahali naendea mwalimu, pia nikishinda tena mahali kama na revise home naendea mamjue pia ni mwalimu. Alafu tuna consultiana cause kwa class kuna mwenye ako good at maths, mwingine different subjects. Sasa unamwangalia huyo ako good at something, unamuendea, unamuuliza unafanya hivi na hivi aje, si tukukopi, kumuuliza na atakusaidia. Na unapofanya hivyo mkiwa nje kwenye michezo, uko darasa la 4, una miaka mingapi? 9. Una miaka 9. Mnashirikiana vipi na wenzenu pia, labda mkiwa mko katika field mnacheza na kadhalika? Una wakati wa kucheza kwanza? Kucheza kuwa nje, kuwa play field na kushiriki na wenzako kwenye michezo mbalimbali? Tunayo. Wewe mwenyewe nyumbani pia unacheza? Naam. Nielezee changamoto ambazo unazozipitia hivi sasa wewe kama ulivyo Comfort, na jinsi ambavyo unafanya vyema darasani. Vipi unajiandaa katika kuhakikisha kwamba unafikia malengo ya juu? Ni changamoto gani unazopitia? Kama kwa hii reciting poems kuna changamoto mingi, kama saa zingine unapata watu wakubwa kwangu kama watu wa class 8, class 7, hapo 6 na mimi niko 4. Sasa mimi ni mdogo, au naona ni watu warefu sana, wako powerful, lakini mimi najiona hapa kweli nitatoboa. Kama regionals inaitwa hii music festivals. Ndiyo. Regionals nilikutana na msichana mwingine wa Mukumu primary girls. Alinionyesha kivumbi, lakini ni Mungu tu alinisaidia nishinde. Na ulishinda? Naam. Unakufanya unakuwa na ile hali ya kwamba mimi nitashinda. Mikona, yani sikukuwa sure, lakini Mungu tu kwa miracles zake alifanya tu nishinde. Na kuanzia uingie shuleni mpaka sasa vile uko, umepitia mambo gani ambayo yamekusaidia pia wewe kujiimarisha na kuwa vile uko maishani? Kama mamangu sana ananisaidia, ananipea moral values vile ya kuishi. Hata teacher Emma kama my trainer, namshukuru kabisa sana. Hata babangu na mamangu wanashirikiana, wananisaidia. Kama
kwa studies kwanza vile nimeingia class 4 nikiwa class 3 nilikuwa napata hata 500 to 500, lakini 4 nikaingia ikakuwa sasa, yani nikaona kuna shida kidogo. Sasa nikaenda kwa mom, kwa dad, wananisaidia. Saturdays wana create time, wana revise na mimi. Alafu sasa yani hiyo vile tuna perfect home, naenda pia nasaidia wenzangu shule na pia najisaidia. Asante sana Comfort, Mama Comfort. Yes. Naona mtoto anafanya vyema shuleni, hajawahi shika nambari 2 ama 3. Yeah. Ni nambari 1 tangu uanze na vitu kama hivyo. Unajihisi vipi kama mzazi katika kutekeleza majukumu yako, na hata mzazi mwenzako, mnajihisi vipi kuwa na mtoto kama huyo? Tunahisi ya kwamba ni baraka kubwa, ni heshima kubwa ambayo Mungu ametutunikia. Na kwanza uzazi ni majukumu, kwa sababu Mungu anapokupatia mtoto ana expect ya kwamba ushughulike. Ndio. Hata Biblia inatuambia kwamba tumlee mtoto jinsi atakayoenda. Na akiwa mkubwa hataachilia. Kwa hivyo najua kwamba mimi kama mzazi ni jukumu kubwa Mungu amenipatia. Sasa kwa sababu yeye ni mtoto tuseme specially, akili yake iko juu sana. Hata tukienda mahali huwa naona hata vile tumeingia hapa kuna mambo mingi sana ninaona amediscover. Ndio. Anapenda kudiscover sana. Sasa mimi kama mzazi huwa simfinyilii hiyo kipawa, sifinyilii chini. For example akisema mom ninunulie hii kitabu kama hizo za Ben Carson. Sioni ya kwamba iko level juu sana. Saa zingine anaweza kuwa hata anasoma kitabu kubwa tu hata level. Na pia unapata hata anatumia misamiati kubwa kubwa. So we really encourage her. We don't put her down. Alafu huyu si mtoto mwenye una expect tu akae hivi. Hakuna atauliza maswali. Atauliza maswali, hata anaweza enda pale aanze ni kama anajiuliza material gani imetengeneza hapa. Lazima tu keep tu busy na simu, you know, na laptop. Sio mtoto atakaa tu hivi. Yeah, so huwa tunampatia opportunities. Hakuna wakati tunafinya hiyo kipawa. Naomba tuzungumzie swala la mashairi. Yes. Kughani, poems hizo ambazo anazosema hivi sasa, mumemfunza kuwa hivyo ama ni yeye mwenyewe tu ile ametaka kuwa hivyo? Kwa pande ya hii michezo, poems na music, I'm grateful kwa walimu wake. Wakati tulimpeleka tu shule vile nimetangulia kusema, walimu walianza kuona ya kwamba huyu ni mtoto ambaye ukimpatia kitu anashika tu haraka haraka. So wakamuingiza kwa hiyo music na drama na akawa sasa ana excel. Sasa vile tuliona anashika na akawa ameenda Mombasa akiwa miaka 5. Sasa mimi na babake tukaamua kuinvest kabisa pale. So walimu walidiscover na sisi sasa tukawa tunachochea hicho kipawa. Hatukuona hapana hii ita-interfere na academics. Yes. Tukawa sasa tunamuadvise how to draw a balance between the curricular activities and co-curricular. Na ametikia huo wito, manake unajua kubalance hapo kidogo inakuwa tatizo. Ni mtoto anataka muda wake kucheza na nyinyi pia mnataka kuona kwamba ule uchochezi wenu unatumika vyema zaidi. Mumeweza kubalance vipi hapo kama wazazi? Tumeweza kwa sababu tunamwambia kwamba kuna wakati wa darasa na kuna wakati wa hii michezo ya kuigiza. Na both of them are very important. So unaweza pata hata ametoka shule saa 12, ninampeleka kwa ule trainer wake. Ndio. Watakaa hata wanaweza kumaliza hata saa 3. Na kwa sababu niko pale na wakati mwingine pia baba yake yako pale, hiyo inampatia motisha. And even my family imekuwa very supportive. Kila wakati wanamfuatilia. Sasa naona kila mtu wako kwa upande wake na mambo inakuwa sawa. Naona pia amekuja na rafiki yake pale ambao tutamuita baadaye mtazamaji, manake anapenda sana pia aonekane kwenye TV, si ndio? Ndio. Hebu tuelezee unajiandaa vipi sasa kwenye ile michezo ya kuigiza na nyimbo kwa watoto? Itakuwa Nyeri? Yeah. Utakuwa kuanzia tarehe 6? Mimi na perform 8th. Tarehe 8? Umejitayarisha vipi labda Comfort? Practice. Tunakutananga na trainer wangu Mr. Maka. Mom na dad wanaenchuanga na Mr. Maka ni mwalimu pia wa primary, lakini akosangi time na mimi. Juu anajua
talent inanipeleka mbali na hii talent yangu nikaa chakula yangu cause imenifanya nikae na watu wakubwa kama najuana na MP wa huko wa kwetu Wanambale. MP anaitwaje? Aitwa Honorable Kaunya na ndo ndio patron. Yeah. Unatoka katika kijiji cha Magoro, mama amesema. Yeah. Kuna magari mingi sana pale huwa yamepanga laini yakiingia yakivuka mpaka. Lakini ni shairi gani ama poem gani ambayo ilipelekea wewe ukashinda na ukapata nafasi ya kuja Nyeri kwenye mashindano ya kitaifa? Kuna poem yangu ya inaitwa I Will Slow Dress, yani tuseme the whole country, watu wote, inamaanisha ni you slow down, kwa sababu unaweza kuwa kwa haraka na haraka ina baraka, pole pole ndo mwendo. Sasa kama madereva unaweza kuwa ina rush kwenda lakini unapata tragic accident yenye haikuwa ifanyike, lakini umesababisha kwa sababu ya haraka zako umefanya it happen. Leaders wakinini wasiende mbio, yani for power to rush for money, kwa sababu wakiendea power pia wanajua kuna kapesa kidogo, na badala watusaidie wana benefit yani sana tu au peke yao, na haifai hivyo cause watu ndo waliwa elect, na inafaa watu watusaidie sisi pia tu benefit, juu wakifight sisi huku wa chini ndo tunaumia. Unaelewa siasa yake? Yeah. Unaelewa? Yeah. Unaelewa tumeshauriwa tupige vita ufisadi? Yeah. Vyema kabisa. Hebu unaweza lile poem ambayo uko nayo leo, ambayo ilikusaidia ukashinda mpaka umepata nafasi tena kuja Nyeri kwenye yale mashindano ya kitaifa. Lakini unajua ukishinda, unajua kwamba utakwenda kumfanyia ama kumghania kiongozi wa taifa pale katika Ikulu. Unajua hiyo? Naam. Utapata fursa kumuona pamoja na naibu wake. Naam. Huu ujumbe umemfikia Mheshimiwa Rais. Kuna dada hapa aitwa Comfort, angependa sana, ndoto yako ni kumuona tu Rais Kenyatta. Kumuona na kumwambia facilitate visit yangu kwa Johns Hopkins. Wow. Hebu gani ile poem yako? Ile poem yako kwanza kabla tumlete dadako, yule rafiki yako aje pia. Unaweza kusimama alafu ugani lile shairi. Yes. Endelea. Hapo tu, endelea. Njoo songea hapo ukae. Comfort, endelea wewe. Dear esteemed audience, I acknowledge your presence. Comfort Nyambura Etiang of Isegre Total School finds pleasure in presenting to you I Will Slow by Bernard Emaka. Be my guest. Down this slope I will slow to feel the Lord's glow. I will slow to allow His command flow me to where morals grow. Down the slope of life I will slow. On this slope of life, where expectations are rife, I will be slow to anger, for haste fans the seed of danger. I will slow to cut it with patience and come in conscience to plant a reserve reasoning and allow forgiveness working. Down the slope of life I will slow. I'll slow down in the midst of pride to sit humility in my strides, for haste will make me slide to pits of rudeness in hide. I will slow for kindness to shine my path to fairness, for haste befriends darkness that leads me to pits of rudeness. Down the slope of life I will slow. I'll slow down like a tortoise, walking in a shell of peace, hating haste to conflicts bred by the rushing lies. I will slow to shake your hand in truth,
You shake mine too in peace, and in an embrace of love and forgiveness. Lift you from traps of hate. Allow me slow down this slope of life to help you and I walk down the moral lane. Slow down the slope of life. Chaos on the rush, disobeying authority and seniors in a rush. Slow down to give respect room. I, in my Tata steps, will slow, pasting respect every step I step, picking advice every wise I meet. Chaos on the rush, slow down. Many perish through rush. The rush for money, the rush for power. Drive us, why rush to hell in a rush? Slow down, dear ones. Life is a slope. Safi kabisa, asante sana. Muda umeturuhusu wao, lakini mama, kabla ya kumalizia na kwako, labda tuanze na udada waitwa nani? Sesha Helena. Sesha, huyu ni nani? Rafiki wangu. Rafiki yako. Umeamua uje naye Nairobi kutembea? Naam. Aha, wewe mwenyewe una feel vipi kuwa hapa Nairobi na kuwa na yeye kama rafiki yako? Vizuri. Aha, uko darasa la ngapi? 4. La 4. Unasoma naye darasa moja? Naam. Mko darasa moja yani? Naam. Aha, una ujumbe gani kwa watoto wenzako labda ambao wanaotazama hiki kipindi kwa leo kwa niaba ya Comfort? Ama niache Comfort azungumze? Comfort, tupatie ujumbe wako wa mwisho kabla tumalizie na mama. Mimi ujumbe wangu kwa watoto wenye kuna talent kama mimi, usikalie talent yako, tumia vizuri, itakupeleka mahali na itakufaidi sana. Hiyo ndio ujumbe wangu. Asante sana. Labda mama, ujumbe wako kwa kina mama, wazazi wenzako na wengine kuhusiana na mtoto kama huyo, yani wale ambao wako na watoto na vitu kama hiyo, unawashauri nini? Wazazi, nataka kuwashauri ya kwamba ni vyema kuachilia watoto wetu wa exploit the talents zenye Mungu amewapatia. Nikifikiria mtu kama Yusufu kwa Biblia, ninaona pia alikuwa na kipawa. Mungu alikuwa amesaidia yeye, alikuwa amempatia ujuzi wa kuinterpret dreams. Na hiyo kipawa ilimpeleka mbali, akawa the second in command in the land of Egypt. Kwa hivyo tusifinyilie watoto wakati ni masomo, kwa sababu pia usanii uko na wakati wake. It's good just to strike a balance. Na pia wenye shule ni vyema create nafasi kwa watoto kama hawa. Na pia viongozi, you can see we have an upcoming leader. She's very very confident. She's a resource, she's a gift to Kenya. Ndio. Mimi nafunza Sangalo Institute. Namba yangu ya simu ni 0711 637 905. Wacha niseme tena 0711 637 905. Wacha tukuze hiki kipawa. It is a blessing to Kenya. Asante sana. Labda kwa Comfort atakuwa kwenye yale mashindano ya kitaifa ya drama festival ambayo atafanyika Nyeri kuanzia tarehe 6. Music festival I mean, yes. Atafanyika Nyeri kuanzia tarehe 6. Tarehe 8 atakuwa anatoa amana gani shairi lake, kwa hiyo nadhani tutatumana pia, mwanahabari mwenzangu atakuwa ni wenye kufuatilia taarifa hii ambayo ni nzuri sana, tutaka kujua iwapo atashinda. Na kwa Mheshimiwa Rais, dadangu hapa Comfort anataka sana kukuona na ujumbe mzuri sana kwako. Basi tunakutakia kila laheri. Kwanza fanya bidii, ukishinda kwenye yale mashindano bila shaka utapata fursa ya kufika mpaka katika ikulu na kuweza kukutana na rais. Kufikia hapa basi, mtazamaji, hatuna la ziada. Asanteni sana kutazama taarifa zetu za Dira ya Wiki, na vile vile asanteni kwa wageni wangu wa kuweza kufika siku hii ya leo, na watakia kila laheri. Mimi naitwa Alimanzu, pote ulipo, na kutakia wiki njema ama weekend njema isiyo na bugdha ya aina yoyote. Kwaheri kwa sasa.